how to win spiritual warfare and what is the way out. How do we come out of the spiritual warfare? How do we come out? One thing, you must have a genuine understanding of repentance. That is one process. Process number one is to have a genuine repentance. Uwe mtu ambaye kutoka kwa moyo wako you repent. Because God will never dwell in an unrepentant heart. Number one, you must prepare your heart for God to have a residence. The blessings will only come to you. Baraka zozote zitakuja za Mungu, zitakuja in a clean heart. If you have a brother, that is why they say, Bible says, if ulienda kwa maombi mlimani na usikumbuke kuna brother yako ama mtu wenu ambaye mmekosana, waachana na hiyo sadaka hapo kwa madhabahu, kimbia mpaka huko msameheane, ndio akufugue na wewe mfugue. You will never be blessed kama kuna mtu mmebebana na yeye. It doesn't matter who you are. It doesn't matter who you are. You must be able to have a clean heart. Ndio ubarikiwe. Lazima moyo wako kuwe ni moyo ambao unampendeza Mungu. For God to create what? A foundation for your prosperity, for your growth. Otherwise, everything that you have is a sinking sand. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must have that genuine, repentant, and repented sin will allow the enemy to have a field day. Because when you have unrepented, when you don't repent, unamkubalisha shetani apate mahali pa kuishi. Na Mungu hawezi kuja mahali kuna shetani. It is that willpower to know God and to have God first, you, not your pastor. That willpower of connecting with your God and believing in your God is capable. Me, I will come to connect you with God and the willpower, and the things will work. Because already you believe in God, and already you believe that this God can change your life. So when you have a genuine repentance, God will fight for you. The only reason the altar of Baal didn't work was because there was no iniquity in Israel. The only reason the altar of Baal haikufanya kazi ni kwa sababu nakumbuka wakati wa nini? Balaam na Barak. The altar of the children of Israel didn't have an iniquity. Hawakuwa na makosa. So the altar ya Balaam ambayo ilikuwa imejenga ya kumaliza hawa watu ikakushindwa. So they were clean. That is why they were not able to be attacked. If you are clean, the devil will not find a reason to attack you. Devil acts on accusation. Wakati Ayubu alikuwa anatestiwa na shetani, shetani alienda kwa Mungu, akaenda kumuaccuse. So the problem and challenges we are facing is out of the accusation of what we do. Huyu Mungu anasema huyu mtu wako Mungu anasemaka ati ni mtu mzuri. Na juzi walikuwa na bibi ya mwingine, na bibi ya ule pastor. Wakiangalia kwa kitabu na inaonekana kweli ulikuwa. You are cancelled. And now the devil will have a field day. Ayubu defeated the tricks of the devil. Because of what? He was clean. So once when you repent, it will give you a field day to defeat any demonic power. Praise be the name of God. Number 2, we are in how to win spiritual warfare. Spiritual warfare, we must be able to understand the satanic gatekeepers in our life. Satanic gatekeepers in our lives. How many satanic gatekeepers ambazo ziko kwa maisha yako? Maroho ya shetani
misingi ya kishetani. Msingi moja wa kishetani ni uchawi. Kama umebeba hizo tumaji, haleluya, huo ni msingi wa shetani. Kama umebeba kitu kwa kibeti chako unaabudu, hiyo ni gedhito. That's a foundation. Wewe mama yako alikuwa mchawi, baba yako alikuwa mganga, mlevi, walikuwa wanatoa hizo kafara. Saa hii kiama wanaenda wanakwenda kufufua gomi. Those are satanic gates. Kama kuna mahali kulihusika kwenu, unakuta unasikiaga mumeenda kwa gomi. Ni wakati wameenda kwa hao watu waganga kutafuta, hao wazee kutafuta hiyo maneno. Inua tu mkono wako, najua mko huyo ni mmoja. Mwingine inua mkono. Inua mkono vizuri. Ninawaona watu kadhaa. Wale wameenda kwa wazee wakiama. Wakikuyu. Ama umeenda kwa Wakaba na huko ile ya Gedhito, ile ya Ndundu ya Gedhito, ama wale wewe ni mmoja. Na wale wameenda huko kwa Wameru, Wajaluo. Wale wameenda huko kwa wazee wa Kijaluo. Hallelujah. Those things that operate as satanic gates that opens the door to allow the devil to attack you. Bwana Yesu asifiwe sana. To allow what? The devil to attack you. You must have opened the door by either through the ancestral spirits, by going to revive the spirits of the dead, by going to revive the spirits of the waganga, wangwana wamesema. When you open satanic gates, the essence of God in your life is defeated. If you read the book of Luke 10 verse 19, behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all power of enemy. Bind the strong men and render them impotent. That is the solution to defeat the gates of satanic moves in your life. You got the power. So God knew that there is powers, scorpions and serpents are powers in your life. Ndio wanasimama kwa mlango ya biashara yako. Ndio wanasimama kwa mlango ya ndoa yako. Ndio wanasimama kwa mlango ya biashara yako. That is why, because they have a reason to accuse you, to stop God from blessing you. Kwa sababu uko na agreement ya kishetani in your life. Kuna milango ulifungua. Labda ulitembelea mganga, na wakati ulitembelea mganga, did you renounce zile vitu alikupatia? Yes, utasema ulienda kwa mganga kabla hujaokoka. Yes, ulienda kwa mganga, lakini ulipookoka ulivunja hayo madhabahu. Yes, ulienda kwa mtu ambaye ulikuja kujua si mtu mzuri, basi ulivunja, because wakati ulishika gedhito, you raised an altar. Wakati ulitoa mimba, ukamwaga damu, you raised an altar ya damu ambayo ina exist and it's working forever in your life. It will be there until you denounce. Did you plan to do something evil against somebody? Until you break that altar, hata uokoke kwa miti. If the altar is existing, if your grandfather alikuanga muganga, if your grandmother alikuanga muganga, if you are somebody related in your family alikuwa na altar ya hizo mavitu zote, you can never succeed until you destroy that altar. The day utakuja kwa hii madhabahu na bado kuna mtu ana service altars hizo za kiuganga, ukikuja hapa, whatever that I will do here, it will benefit there. Because these are the things of the spirit. So you must disconnect yourself from the altar that rules your family. You must disconnect yourself from the altar that rules your clan. You must disconnect yourself from any other altar for the godly altar to come. The godly altar will not be raised in an evil altar. So many of us are in church, are very saved. So many of us are pastors. So many of us are evangelists. But we are still waganga.
Because what is operating in us, it is the altar that is being serviced for. Ile altar ambayo ilianza kazi until ibomolewe, ndio hii mpya itapata nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. If you want to know yourself, what kind of a man you are, what kind of a woman you are, look at the kind of warfare that is around you. The warfare ni unapigwa na akina nani? Kama unapigwa na mashokora ndio wanakuvugiaga macho. Ai. Wewe ndevo yako nani chokora? Enda ulilia Mungu akuinue. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unakuta majiant ndio wanakupiga, unasikia ni governor anapigana na wewe, then you are that level high. Unasikia ni watu wakubwa ndio wanangangana na wewe, it is because you are high. Angalia tu vita twako. Msirudi kuniletea tu vita twa mama mboga pale. Lete vita mkubwa tunapigana. Mimi nimepigana, nimeenda jela mara 52. 52 times I've been to jail. Nimehukumiwa kunyongwa mara 2, mashini inakataa. Ninawekwa hiyo kitabana, ninawekwa hivi. Wanafungua mashini inakataa. Hii mwili yangu nikutolea shati utaona. Niko na risasi 12 zimepita kwa mwili yangu. They all wanted to kill me. They all wanted to destroy me. But that did not work. Why? Because God knew this man, I'm going to use him somewhere. What kind of a man you are? What kind of a woman you are? What kind of challenges? Kama challenge yako ni ulevi, tumeshindwa kuacha ulevi. Kwa ambia Mungu, enda omba Mungu akusamehe tu, akupatie better battle. We don't pray Mungu atuondolee shida. Tunaombaga Mungu atupatie mabega kubwa ya kubeba hizo mashida. Kama maombi yako ni kwambia Baba niondolee kikombe. Oh Baba niondolee. That is stupidity. Spiritual stupidity. You ask for mabega kubwa to be able to carry the burden. Because no matter what, if you have to pass through that line, you will pass through. You must. Na ukikosa, utafuta shortcut, utaripiti kirasi. Ndio unaonanga ukiota doto. Ulikuwa form 4, unaota doto ukiwa form 3, form 2 ama standard 7. Ukiona umerudi ukiwa secondary kwa doto, umerudishwa mpaka primary, that is the level umesink. You don't seek shortcuts. Una fight. Don't move from this church to another church because unaona vita vimezidi kwa hii kanisa, ninaona ni kama Mungu wako anataka nipitie hapa. Hii vita imekuwa gumu sana. No. Ask God, nipatie mabega makubwa ya kubeba mizigo hii. Maana lazima, you must go through. Whether you like it or not, you must go through. Kama ni ndoa na imewaka moto, vumilia. Bebana na huyo mzee. Kwa sababu kuna siku ulikuwa unamuita mbembu. Hiyo mbembu unailete hapa, unaiekelea hapa. Unaambia Mungu nisaidie kubeba hii mzigo. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the only way to win this battle. You can never win a battle by shortcutting. You can never win a spiritual battle by deviating. Uhame hii kanisa unakwenda huko, the same unakuta na hama. Roho. Wanapiga kwa risasi unakufa, hiyo roho inaruka kwa mtoto wa mwingine. You can never kill a spirit. Na ndio nilikuwa naongea na rafiki yangu Kome, nikamwambia, ni rafiki yangu sana, nikamwambia don't kill these people. Kwa sababu sio crime imepanda sana. Crime imepanda kwa sababu wale walikuwa nataka wale wa Freemason wanataka damu, watu wapigwe marisasi, ndio watoto wakufe, damu ipatikane ya warudi kwa kiti, kwa sababu wamengolewa, kiti imengolewa. Kiti ya Freemason imengolewa. Kama hamjui, the throne of Freemason in Kenya that controls Africa, because Kenya is the headquarter, has fallen down. It has gone down. I am telling you, it has gone what? Down. Kenya, we are raising an altar for God. Kenya is becoming a spiritual platform for the holiness of God. Ujinga ile tunakuwa nayo kanisani itaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujinga ya kutafuta miracles itaisha. Maana God will be with us and he will be walking with us and we will be conquering because God in his us. And we will be like Elisha mwenye aliambia huyu Gehazi, whoever that is in us is bigger than the one with them. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujinga ya kiroho, mwambie mwenzako ujinga ya kiroho sasa imeisha. There are some evils that require more than 7 days when you are fasting. Others they require 20 days, 21. Others require 50 days. So you must categorize.
And you must know, ndio niwafundisha Sunday, nikawambia the most important thing is to understand the prayer of Jesus Christ. He told you pray and you will what? You be answered. And if you are not answered, stop praying. Wachana maombi. Kama unasikia haujibiwi, stop praying. Seek. Then now you seek from God. Why are you not listening me? Nimekuomba miaka hii yote Mungu, kwa nini unausikilizi? Atakwambia kwani kuna murago ya wagaga. Atakwambia kubuka kale katoto ulitoa ukiwa form 1. Kanakulilia tu. Kubuka ule mzee mlidanganya. Mkamuibia akashikwa na kisukari, amekufa, anakulilia. That's now seeking to know, why is my prayer not answered? So don't persist on a prayer if it is not answered. Get number 2, seek from God. Then once you seek and God tells kuna milango imefungika kwa sababu this, that is the time you go knocking. Knock and the doors will be opened, because you know what closed the door, na uko na kifunguo ya kufungua hiyo door. God will tell you why these things are not working. God will tell you why the mysteries, what is happening. We tell you mama yako anakuaga mchawi. Dia hata aliroga neighbor, yule neighbor alikufa ni mama yako. Atakwambia mama yako ndio aliconspire na dada yenu akafanya this and this and this. That is why you are suffering. He will reveal himself to you and tell you what is this that has been affecting you. And he will tell you how many days to pray. How many days you go for prayers. Atakwambia go for 3 days and the doors will open. Atakwambia go for 10 days and all doors will open. Atakwambia hii huduma yako ambayo iko ndani inahitaji 21 days and doors will open. That's the secret of winning any spiritual battle. In the book of Isaiah 62 verse 6 to 7, that set watch upon, that's the Bible, Isaiah 62. Set watch upon the walls, O Jerusalem, which shall never hold peace day and night. He that make mention of God, keep no silent, and give him no rest, till he makes Jerusalem a praise in the earth. Continue fighting on, press on, until do not give this devil in your life, never give them space to breathe. So you must make Jerusalem a praise in the earth. In Jerusalem, you must make yourself a praise for God, a holy vessel that God uses. That whatever you say, it is a command. Any word you release becomes a command. Because it is not you who is speaking. It is he who that is in you that will be speaking. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the only way you can be able to conquer. That is the only way you can be able to win any battle against you. Praise be the name of God. Number 4. Service your altar continually with the blood of Jesus. They overcome him by the blood. Continually. So you must have an altar. Continually service the altar, your altar, by using the blood of Jesus Christ. Continually. Meaning you must have an altar. Kwako kwa nyumbani, there must be an altar. Mahali umetenga kwa ajili ya ibada. Hata kama kanyumba kako ni 1 bedroom, tenga mahali kwa sababu ya ibada. Waislamu wametushinda kwa sababu gani? Muislamu mahali popote anatembeanga na mkeka yake. Hiyo mkeka ndio ibada. Mahali popote akifika saa 7, anaweka gari kando, hata kama ni kwa barabara, anaweka gari kando, anaweka mkeka chini, anaabudu Mungu wake. Kuwa na altar is not salvation. Salvation is your connection to God, to Jesus Christ, the Son of God. But when you become yourself an altar, you get a relationship. Because at the altar, God appears. When Abraham did a sacrifice at the altar, God appeared to him. When Isaac did did a sacrifice at the altar, and God appeared to him. Solomon in the Mount Gibeon, wakati alitoa sadaka,
God appeared to him. And when God appears to you, he comes with a promise. It is an encounter with God. That is the only what you need in life. Just one encounter. Solomon had one encounter that changed him. Abraham one encounter. Akaambiwa angalia dunia yote utakuwa na kizazi. Because God does not look at the tail end of what you are giving. He looks at the motive of giving. Aspire first to have God, then every other else will be added to you. Seek ye the kingdom and its righteousness. That is the most important part. So service your altar continually with the blood of Jesus. Always speak the blood of Jesus. Speak the blood of Jesus to your children. Speak the blood of Jesus to your ministry. Speak of the blood of Jesus. Ukitembea masses, speak the blood of Jesus continuously. Speak, because the blood of Jesus, it is the fire that you need that will fire you to your success. Number 5. Set the satanic altars ablaze by the Holy Ghost fire. Burn them. Set the satanic altars. Ile kama mama yako alikuwa mganga, kama wewe umekuwa ukilala na wanaume ama na wanawake, those are satanic altars. Zinaitangwa sexual immorality altars. They are speaking. Set them on fire. Consume them with the fire of the Holy Ghost. Speak the word of God upon any altar. Kama kuna kitu uliwahi kufanya, ulidanganya, uliiba, those are the satanic altars. They speak to you, the guiltness. They want makes you to become guilty. For you to be what? To be disconnected. Set fire. Separate yourself. Disconnect yourself so you may be free. Because there are things until you disconnect yourself. Let me show you in the book of Ezekiel. Ezekiel 16. Verse number 1. Again the word of the Lord came to me, saying, Son of man, cause Jerusalem to know her abominations. Again the word of God came to me, and it told me, cause Jerusalem to know her abomination. What's your name? James. Again the word of God came to me, cause James to know his abominations. And this is our abominations. Thus says the Lord God, thus says the Lord God to Jerusalem, your birth and your nativity are from the land of Canaan. Your birth and the nativity is the land of Canaan. Why will God be interested with your birth? And why will he be interested with your nativity? And why will he be interested? It is the land, from that land. Hallelujah. First of all, it is from the land of Canaan. Who was Canaan? Canaan is the son of Ham. Ham who was cursed because aliona uchi wa baba yake. So you are in a land named after a curse. Bwana sifiwe sana. You are in a land named after who? Somebody who was cursed that will never prosper. He was cursed by his father that you will never prosper. You will never become. You will never succeed. When you are cursed, there is nothing that will come on your way. So your nativity and your birth is of the land that is cursed. Meaning, this land that is cursed will never yield anything to you. Will never give you anything. You open a shop, it will refuse to give you. You will travel to America, you will still cry poverty. You go to UK, you still cry to poverty. You go to Saudi Arabia, you still cry poverty. You come to Kenya, you still cry poverty. You go anywhere, you still cry poverty. Because the land you are in, that you are born, it's a cursed land. Praise be the name of God. And the Bible continues to say this. Your father was an Amorite and your mother was a Hittite.
Why will the Bible want to take you there? Why will God want you to take to your mother and your father? Because anataka kukuelezea the origination yako, umetoka kwa mbuzizi gani, umetoka kwa kedhima gani, majini gani. Shamba lenu limeitanishwa na kitu ambayo kimelaaniwa. Baba yako alikuwa Mwamori. Mwamori alikuwa nani? Ni watu walipigana na watu wa Mungu. Kwa hivyo ni mchawi, kwa hivyo ni Illuminati, kwa hivyo ni mganga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo baba yako ni Mwamori ambao ni waganga walipigana na watu wa Mungu. Na mama yako ni Muhiti ambao walikuwa ni wachawi na watu wa Freemason. Sasa niambie wewe ni nini? Baba yako ni mtu mbaya wa kupigana na Mungu. Mama yako ni mtu mbaya wa kupigana na Mungu. Mumekalia kwa shaba ya nani? Ya kitu kimelaaniwa. What produces you? What is your copy now? You are a connotation of death. You are supposed to die. Then inaendelea kukwambia, as for your nativity, on the day you were born, your navel cord was not cut. Wakati ulizaliwa, you were not cut. Navel cord haikukatwa. Meaning, you are still connected to the evils of your father, of the land, and of your mother. You are the land you are born, and your mother and your father can cause you to suffer. Your nativity can control you, can destroy what you are, can destroy your foundation completely. Number 6, service the altar continually by sowing and giving. Ecclesiastes 11, cast your bread upon the waters, for you will find it after many days. Cast your bread upon what? Many waters, because you will find many days. What you sow, the sacrifices you give, will make you what you will become in the future. You can sow now for your children to benefit. Kuendelea kuomba, that is why you continuously sustain your altar. Ndio vitu zako zikuje, ziachiliwe. Kuna vitu za watu hapa zimeshikwa pale na mfalme wa Pasha. There are people who are billionaire here, but utajiri yako yote imekamatiwa hapa juu. Kuna watu wako na magari makubwa, lakini gari ilikuja. When God releases your blessing, haizirudishagu huko juu. Zinakujaga. Zikikuja zinakuta nani? Watu wanaitaka kiateka. Mheshimu kiateka. Kwa sababu ulikuwa na mehahe ya kuruka kanisa hii, kumbe wakati ulikuja hapa ndio vitu. Danieli alibarikiwa the day alianza maombi. That first day. When you sow, you plant to harvest. Continuously sow in the work of God. When you look, ukaona hapa, this is the work of God. Hii ni kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So there. But after God gives you the instruction to do so. You can find hii ni kazi ya Mungu, but you are not supposed to sow here. God must give you the direction. You must find it possible for you to become. God will send the people to support this ministry. They will be commanded from all over the world. And when they sow here, the blessings will come upon them. This altar will speak in their lives. Bwana Yesu asifiwe sana. So God must be able to speak to you. Once again, you service your altar by sowing. Number 2, by giving. The hand that gives, receives. Continuously give. Give to the needy. Stand with the needy. Stand with everything. Stand with the work of God. When you continuously go on giving to the needy people, to the widows, to the mayatima, to wale watoto ambao wana wanini, when you give, you lend it to God. He will return it to you. Bwana Yesu asifiwe sana. But again, the motive of giving will determine whether God will do it back to you. Motive is key in whatever you do. Number 3, sacrifices. Ukasikia pastor amekwambia leta shilingi 10,000 nikuvunjie madhabahu, muite mchawi. That's a witch.
Never give, because you don't discuss the sacrifice. It is only God who knows how deep you are. Judges 6 verse 1. And the children of Israel did evil in the eyes of God, and God handed them over into the hands of the Midians for 7 years. And the hand of the Midianites prevailed over the children of Israel. Then Gideon, the angel, appeared to him, and he started complaining. Where is this God? Alienda wapi? Huyu Mungu mwenye alikuwa na kina Isaka, huyu Mungu mwenye alitupigania, kwani alienda wapi? Tumekaliwa na Wamidiani. Wao sasa walianza kupigana na Wamidiani, wakisema Wamidiani ni watu wa shetani. But who handed them to the hands of the Midian? Who handed them over? So who are the Midianites? Are the children of God. Some of the problems we are facing are from God. Amekuhand over, amekubalisha upigwe mpaka urudi kwa kazi yake. So ukiribiuku unasemanga pepo toka, rikomonta, ninavunja kata, mapepo rikata, rinakotobobo. Angalia. Ask yourself, are you doing the will of God? Are you suffering because God has allowed it? If God allowed it, na unaanza kukemea, wewe ndio unajikemea. Ndio unaonanga, the more you pray, the more you become miserable. Because you did not understand the prayer. Kama Gideoni angesoma verse 1, and the children of Israel did evil in the eyes of God, and God handed them over into the hands of the Midianites, and the hand of the Midianites prevailed over the children of Israel. Kama angesoma tu hapo, angejua their God is in, but now why did God hand us over kwa watu torment us? Why are you tormenting yet you are a servant of God? Why are you being tormented yet you are a woman of God? Why are you suffering yet you go to church every time? The sacrifices umepatiana, everything wakiitishwa kanisani, it is given. You have gone all over. Why are you still suffering? Check, sasa wachana na shetani. Rudi kwako. You are the devil. Bwana Yesu asifiwe sana. You are the what? You are the devil. Jitafute. Hapo ndio utapata. Ujue wakati unakemea pepo toka, wewe ndio unatokaga. Nakemea, ninavunja, naachilia moto kwa mapepo, naachilia moto kwa mapepo, naachilia moto, unachomeka. Ulikuwa na kagari nasikia maukishoni, ukitoka tu church. Hello, nini Equity? Mimi ni agent wa Equity wa auctioneer. Na tumekamata gari. Kai leo gitini, hakuna Mungu ako kwa kiti. Hapana. Na umeomba sasa, hiyo umeomba kabisa ndio vitu zinaenda. Hapana. Hakuna Mungu hapo. Kumbe umejikemea because you are the devil. The children of Israel ndio walikuwa madevil. Alikuja understand much later when the angel appeared to him, akamwambia you shall win this battle as a man. Akamuuliza how? I am the least in our family, and with our clan we are the least. Naye akamwambia aje? Alimuita man of valor. Mungu mwenyewe akamuita man of valor. This battle you shall win as a man. Kumbe yeye anajiona hawezi, but kule heaven anajulikana man of valor. Bwana Yesu asifiwe. Most of you in heaven mnajulikana kama ma giant, but look at yourself. You have been reduced by the devil to look down upon yourself. You don't consider yourself to be going anywhere. Look at yourself. Jiangalie tu. Uone, you are a king. You are a wonderful person. But the devil has reduced you to become a mere changa drinker, to become a bank smoker, to become a prostitute, to look down upon yourself. He was regarded as man of valor. And he was told, this battle you will win as a man, not as an army, as a man. Some of these battles, they are very simple in the eyes of God. In the eyes of you, they are very simple. They are not battles that you are supposed to run away from. They are not battles that I'm supposed to make you cry all over. It is just one word, and everything happens. And immediately he went to akijua hivyo, akakimbia nyumbani, akaambia malaika, do not tarry from here.
Akakimbia mpaka nyumbani, akashika kambuzi, akachinja, akatengeneza mkate usiochachwa, akaletea yule malaika. Malaika akapoint, akamwambia weka kwenye jiwe, akanyoreshia bokole yake, moto ikawaka, ikaconsume. Then after consuming Gideon, malaika akapotea, akaenda. From there God started speaking to Gideon, the God that he was looking for, the God that he was asking, where did he go? Akaapia, akamwambia, sasa kuja, enda kwa kiugo zizi ya baba yako, chukua ng'ombe 2, nenda kwa ile madhabahu ya baba yako, enda ubomoe, chinja ng'ombe 1, ukibomoa, ukiisha kubomoa, jenga madhabahu, nijengea madhabahu hapo, hiyo ng'ombe ingine chinja. Kumbe baba yao ndio cause ya Wamidiani. Shida hiyo yote wamekula ni baba yao, maana yeye ndiye alikuwa anajua siri. Hii madhabahu si ya Mungu, lakini wameishi kwenda kanisa hiyo. Mlikuta baba yako akienda kanisa hiyo anaitaka. Yeye na basa, yeye peke yake ndiye anajua. Hapa hakuna wagi Mungu, ningedhito inafanyaga kazi. Wewe unafanyaga kanisa yetu ni mzuri sana. Na yetu. Kumbe Joash baba ya Gideon ndiye alikuwa anajua siri. Hapa hakuna Mungu. Watoto wameng'ang'ana, wamenyalilwa miaka 7. Walikuwa wanafanya kazi usiku because of their father. Not because of the devil, because of their father. That is why before you start praying, ask yourself, why am I sick, suffering? Why am I being faced by these challenges? Because this one will tell you how you gonna pray. Don't just do a prayer because of praying. Do a prayer because you understand what you are praying for. Don't just cast a demon for the sake of casting the demon. Understand what kind of a demon that is operating in you. Whether it is you who brought that demon. Because most of us tumejiletea hizi my demon. Na wewe tu ndio uko na authority ya kuitoa kwa sababu wewe ndio ulilete. Sasa nikakutokosa tuende kwa rumu sahihi. Tutabulemu shetani? Ati nilidanganywa na shetani. Si ni mimi na wewe tumesikilizana? Sisi ndio tumeleta demon. Sasa sisi ndio tuko na power ya kutoa hiyo demon. Asiende kuambia ati shetani alidanganya, shetani alifanya. Hakuna shetani. Mambo ingine hapa si shetani, ni wewe shetani. So that is why tulisema point number 1. Genuine what? Genuine what? Yes. That will open the doors. Will open your doors. Genuine repentance will open your doors. Genuine repentance will tell you, wewe baba yako ndio mwenye hii maneno. Gideon alikuwa anatafuta, alikuwa na 32,000 men to fight the Midianites. Midianites waliletwa na Mungu. Can you fight God? You can never fight God. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must have an understanding of what you have. And this only can be given to you after being a sower, a giver, a sacrificer, all those manners. Cast thy bread upon the waters, after many days it shall come to pass. Offering brings miracles. Every day give an offering. You can put an aside for God's glory. Every single day give an offering. In that room of yours, ile nyumba yako, kwa karumu ya nyumba yako, tengeneza kakona kamoja, weka mkeka hapo. Make it a place of worship. Every person, you need to have an altar in your house. Make it a place of worship. Then you do that. Every time you go there, ukipiga magoti yako, give an offering, uweke hapo. Sunday when you are coming to church, okota hizo offering zote, bring them now to the main altar. But every time you go before God, give an offering. Every time, no matter at what situation you are in, give an offering. Any offering ni ibada, kama ibada ile nyingine. It will connect all the men of God. Wherever Moses went, akiingia mji mpya, he did a sacrifice and an offering. Kila mtu ukisoma Biblia, all the way, wherever they went, they gave offering. Ukienda kwa Waislamu, they pray 5 times and they give offerings. The 5 times they pray, they give offering. And they have in their shops, kuna tupesa wameweka kando ya kupatia wale watakuja wakiombaomba. That is why unakuta wako mbele yetu.
Wahindi wako na hiyo. Ukienda kwa tembo yao, kuna mahali kumewekwa chakula na kuna kiti, kuna pesa zimewekwa nyingi kusaidia wale watu wao wanahitaji msaada. Lakini tuanze hapa kanisani, tuanze hapa tuseme tunataka kununua viti. Nyinyi kesho hakuna mtu hata mmoja atakuja hapa. Hakuna. A mosque is built by one person. Only one person. Hakuna harambee. Kile kwa Kristo utahubiri hapa mpaka uzeeke. Mtoto yako ndio atafanikisha hiyo harambee. Na hajazaliwa. Kuja mkisema tuko na harambee ya kanisa, tunataka kujenga madhabahu ya kanisa. Wow, nasikia hao wote wamehama, because for them is about the miracle, not about connecting with God. Tafuta madhabahu ujiconnect nayo. Wacha kuwa mtu wa kurandaranda. You must have an altar that you are connected to, that will fight your battles. Wacha kurandaranda. Wacha kurukaruka makanisa because kumetokea nabii, kumetokea mchungaji. Nigeria akikuja mnakimbia, Mkameruni akikuja mnakimbia, Muoti akikuja mnakimbia. Stop that behavior. You won't be blessed. Your prophet makes you prosper. By walking with your prophet, you will be prospered. But what if you have 10 prophets? Who will utabarikiwa kwa njia gani? Stick to one man of God. Ask God, where do you want me to sit? To under whom you want me to operate? Wakati unasimama na mimi, Mungu atasimama na wewe. Because mimi amenipatia mahitaji, amenipatia mabega makubwa, amenipatia kazi nyingi katika taifa hili. Those who will be sent to come and stand with me, God will make sure anawa prosper ndio wasimame na mimi. You be made bridges. You be made bank accounts. You become billionaires because of me. Bwana Yesu asifiwe sana. Because God will give you the money that is going to be used to make me move to Kisii, to make me move to Kakamega, to make me move there. Ndio mimi nikule, nilikuwa na kanyumba kazuri. Lazima ni nyinyi mtapatiwa ndio mkuje munipatie. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa ukiwa mtu wa kurukaruka, hauna mtu ambaye anafaa kukubariki, kuachilia baraka, hakuna siku utabarikiwa. Ndio unaona umaskini inatembeanga kwenu mpaka inakujua jina yako. I'm sorry. Oh my God. A sacrifice is something that costs you. It is usually something not convenient for you. A sacrifice, it is something that will cost you. But unfortunately, it is not convenient for you. It does not make you happy. Because Mungu, angalia Abraham, amepatiwa mtoto after the struggle. Kumbuka huyu mzee mpaka alienda kutafuta maid. Amepatiwa tena, mwenye kukupatia na kwambia lete. Sasa hata unaweza fikiria aje? Mzee ukigu ate unaweza kufikiria aje? Huyu mzee amekupatia mtu, alafu tena nakwambia lete. Na umestruggle mpaka umeenda kwa maid. Yeah, it will cost you and it will not be convenient to you. For you, it will pain you. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. So kama unataka kufaulu, be a sacrificer, be a giver, do offerings. Na kwako kutoka leo uende utengeneze mahali kwa kanyumba yako. Make it a prayer room, a prayer place. Make it an altar. Pray, sanctify it. Nene blood of Jesus there. Then hapo uweke mkeka mzuri, hapo unaamuka asubuhi, unapiga magoti hapo. Saa laji kama uko kwa nyumba, piga magoti hapo. Saa 10 kama uko kwa nyumba, piga magoti hapo. Jioni saa 2 usiku, piga magoti hapo. Saa 6 usiku, piga magoti hapo. Saa 9 usiku, you make it continuous. Ukiendelea kufanya ibada hapo, panakuwa a holy altar. An altar is where we continuously sacrifice and give offering. And when you turn it, your house, no demon, no attack, no any altar, demonic altar, will be able to conquer that house. It will fight for you to the generations. Bwana Yesu asifiwe sana. And every time you meet, you visit the altar. Every time you visit that altar, toa sadaka hapo, weka. Hata kama ile kitu kwa nyumba, wekelea hapo.
Ukienda tena kuomba, wekelea hapo. Ukienda tena kuomba, every day of the day, every time you visit the altar, pray and give an offering. Then kama ni kwako kwa nyumba, weka kwa bahasha, kuja naso kanisani, wekelea kwa hii madhabahu. And see the victory, how it will come. So, there is this example of the wise men who brought to God frank incense and a myrrh to worship when Jesus was born. They brought walileta frank incense wakati Jesus was born, because they knew a king has been born. Hallelujah. Hebu inua mkono wako kama umebarikiwa. Hallelujah.